Ndugu zangu popote mlipo, popote mnaposikia sauti hii, ninawasalimu na ninawapenda sana. Na ukihitaji mahubiri zaidi kusikiliza, utapata TikTok, Neno na Maneno, utapata Facebook, utapata pia YouTube, andika God with People. Tunapatikana hapo. Sisi tunahubiri injili ambayo ni injili ya kweli, injili ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Hatumuhubiri Ayubu, wala hatuhubiri wana wa Israeli, wala hatuhubiri Musa, wala hatuhubiri nabii Elia, wala nabii yoyote. Sisi tunahubiri injili, the gospel of Christ. Japo wengi wameshindwa kutofautisha injili na maneno mengine ya kawaida ama habari. Kuna watu wanahubiri habari, lakini sio habari njema. Lakini sio kwamba kila habari njema ni injili, lakini ni specific. Good news is a specific good news. It's not any good news. Ukipandishwa mshahara, hiyo ni habari njema, lakini sio injili. Mtu kinunua gari, unasikia mjomba wangu amenunua gari, kijana wangu amejenga nyumba. It's a good news, ni habari njema, lakini sio injili. Injili it has a specific message, yani ina ujumbe mmoja tu. Wengine wamekuwa wakisema doctrine yako hiyo ni tofauti, sio. Lakini let me tell you, we have only one doctrine. We have only one gospel. Ndio maana Paul akawa anawaambia, nashangaa katika Wagalatia pale 1, nashangaa mmeacha injili hii na kugeukia injili nyingine. Na akasema na si injili nyingine, bali ni maneno ya kupotosha, sio injili. Unajua kuna watu wanasema huyu ana injili nyingine na huyu ana injili hii. Lakini nataka nikuambie mpendo kwamba injili inafaa kuwa moja peke yake, ambayo ni ya msalaba, kifo na ufufuo peke yake. Na si kwamba ukae ukihubiri kifo, hapana, unafaa kuhubiri ufufuo. So the gospel is all about forgiveness, and it's not all about repentance. Kuna watu wanashinda wakihubiri toba sio injili, lakini injili ni msamaha wa dhambi. Injili ni simple sana, lakini watu wameshindwa kuielewa. Lakini utakapoendelea kutufuatilia, utajifunza mengi na kujua mengi. Leo nataka tuzungumzie, topiki yetu itakuwa kwamba shetani. Je, shetani alikuwa mbinguni? Was the devil in heaven? Lakini nataka nikuambie mpendwa, hii habari ya kusema shetani alikuwa mbinguni, akaasi, akaanzisha vita, wakapigana na Mungu akamtupa chini kutoka mbinguni, akakusanya jeshi, akaondoka nalo, akakimbia. Wengine wanamuziki tumekuwa tukisema kwamba akakimbia, akatoroka na flash mbinguni na memory card, akatoroka na nyimbo, melody tofauti za aina za music, akaja duniani akajitengenezea sehemu yake. Sasa ina maana kwamba sasa yeye ndo anafanya muziki wa kidunia. So mtu yote anafanya muziki wa kidunia ni wa shetani. Hizi habari ni za uongo na hazifai kabisa kutangazwa. Hizi habari ni za uongo kabisa. Na mtu yote amekuwa akifanya muziki, akiimba ujumbe ambao ni tofauti na wa kidini, anaitwa huyo ni wa kidunia, ambaye anamtumikia shetani. Is a secular one. Ni uongo mtupu, na hizo ni dhana potofu. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu hawajui injili, ndio maana wanafikia hatua hiyo. Kwa kifupi ni kwamba hakuna mziki wa shetani.
Shetani hana mziki. Hakuna mziki wa shetani, hakuna mziki wa kidunia. Na pia mziki ni mziki, mziki wenyewe ni mziki. Na mziki sio wa Mungu, mziki sio wa shetani, mziki ni mziki. Unajua ni kama kusema kwamba ule mlima ni wa Mungu na ule mlima ni wa shetani. Hapana. Haiwezekani kwamba ile bahari ni ya majini na mapepo. Ile bahari ni ya malaika wa Mungu. No. Hakuna vitu kama yani vitu vyovyote ambavyo tunaviona katika ulimwengu huu, hivi vitu tumetengenezewa sisi, ametengenezewa mwanadamu. So mziki ni wa kwangu, mziki ni wa kwako. Useme mziki ni wa Mungu, ule mwingine ni wa shetani. No. Shetani hana mziki. Hata Mungu mziki amenipatia mimi, amenitengenezea mimi, sio mziki wake. Mungu mziki haumsaidii chochote, wala shetani mziki haumsaidii chochote. Na pale ambapo unasema kwamba huu mziki ni wa Mungu, huu ni sijui au msifu Mungu, mziki ni wa kupotosha. No, sikiliza. Mungu, hakuna mziki unaomsifu Mungu. Sifa ni ile message, yale maneno yanayotoka katika kinywa cha mtu. Ni kama sasa uchukue ng'ombe uiwekee mziki sasa icheze kimsifu Mungu. No. So mziki ni mziki, unabaki kuwa mziki. So mziki ni mziki. Kitakacho direct kwamba huu mziki unaelekea labda kwa Mungu ama nini, sio mziki, ni ile sifa inayotoka katika kinywa cha mwanadamu. So tumekuwa tunapotoka sana kusema kwamba hauwezi kumsifu Mungu na biti ya polepole, huwezi kumsifu Mungu na biti ya kumwabudu Mungu na biti ya haraka. Hizo zote ni dhana tu za wanadamu, wamejitungia na wenyewe kwa tamaa zao tu na tamaduni zao. Lakini kinacho pelekea Mungu sifa ni kile unachokitamka kutoka katika kinywa. Na mimi husema sio lazima nitamke, kile ninachokifikiri, hiyo ndio sifa. So shetani hajawahi kuwa mbinguni kukaa na Mungu. No. Shetani anapatikana, tumemuona katika bustani ya Edeni. Upendo nikwambie, chochote ambacho umekipata kwa Biblia ambacho hakijaanza na Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1, hicho achana nacho. Umekitoa wapi? Wewe umekitoa wapi? Kwa sababu Biblia na maandiko yanaanza Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1. Hapo ndipo Musa anaanza kutufundisha na kutueleza. Na Musa anahubiri mambo mawili. Musa anahubiri Torati na anamhubiri Yesu Kristo, vitu vile peke yake. Musa ameeleza vizuri, akakwambia Torati ni hii na madhara yake ni haya, lakini kuna Kristo pia hana madhara, faida yake ni hii. So Musa anaanza kabisa na kutueleza habari za Kristo na habari za neema ya Mungu. Alafu baadaye ana introduce Torati miaka 400 baadaye. So Musa ameanza kabisa na kumueleza Kristo, akamueleza Yesu. Alafu baadaye kabisa sasa, wakati wana wa Israeli sasa wamekuwa vichwa vigumu, ikabidi introduce Torati, which was inspired by God. Sasa basi shetani huyu ametengenezwa. Shetani malaika yoyote alitengenezwa kwa ajili ya kumserve mtu, kumtumikia mtu. So shetani naye alitengenezwa kwa ajili ya kumtumikia mtu. Unaona? Sasa mwanadamu Adamu anatengeneza dhambi. Dhambi yani sio hata alitengeneza, dhambi ilitokea. Dhambi ni hali ambayo mwanadamu anapogeuka na kumwacha Mungu, anageukia upande mwingine. Sasa ile absence ambayo sasa ametoka kwa Mungu, ambao Mungu hayuko pale, tayari ni giza. Ni kama nuru. Wakati utatoa nuru mahali, sio kwamba giza litaanza kutengenezwa. Hapana, giza linatokea automatically. So wakati jua litazima, tayari hakutakuwa na mwanga. Ile hali ya kutokuwa na mwanga, hiyo ndio tunasema dhambi. Hiyo ndio tunaisema dhambi. Sasa sasa na huyu shetani akapendezwa sana na ile hali ya kutokuwepo na nuru.
Unaona? Shetani ni malaika, alitengenezwa kama malaika kwa ajili ya kumhudumia mtu. Hebu tuangalie Waebrania, tuangalie Waebrania. The book of Hebrews 1. Let's look at chapter 1. Verse 14, it says, "Are they not all ministering spirits sent forth to minister for the who shall be heirs of salvation?" Manake ni kwamba, je, hao 13, anze 13. Je, yuko malaika aliyemwambia wakati wote uketi mkono wangu wa kuume hata nitakapoweka adui zako chini ya nyayo zako? Hapana. Hapa anamaanisha kwamba mwana wa Mungu peke yake ndo anaweza kukaa na Mungu, lakini malaika yoyote hajakaa na Mungu. Hajakaa na Mungu. Sasa shetani ni group la malaika. Hawa malaika walitengenezwa wapi? Walitengenezwa pale Eden. Je, hao wote si roho watumikao wakitumwa kuwahudumu wale watakao urithi wokovu? Sasa hawa wanawahudumia, walitengenezwa kwa ajili ya kumhudumia huyu mwanadamu ambaye atakuja kurithi wokovu baada ya Yesu Kristo. Mmoja katika kundi la malaika. Sasa basi huyu Lucifer wakati anajigeuza ama katika hali ya kupatikana kuwa anakuwa shetani kwa ajili ya tamaa ya moyo wake, Isaya akamsema. Unaona, sasa yeye akawa tayari ana mamlaka baada ya kumnyang'anya Adam, akamnyang'anya kofia, akamnyang'anya crown, akachukua. Yani haya ni mapatano mawili kati ya Adam na Lucifer. Lucifer anamwangalia Adam, akamuonea wivu Adam, sio Mungu. Adam akamuonea wivu Adam, akaamua kumdanganya kwa siri. So he lied to Adam because he wanted that position. Akatamani sana kwa sababu mwanadamu amepewa kila kitu, amepewa kutawala, amepewa nguvu za hatari. Yani amepewa nguvu mpaka za kuumba, nguvu na fahamu na maarifa ya kutosha. So shetani akamtamani kwa sababu mwanadamu bado alikuwa na nguvu kuliko shetani, ujue. Mwanadamu amepewa mamlaka makubwa sana kuliko hata ibilisi mwenyewe. Sasa ibilisi akatamani uwezo wa Adam, sio Mungu, uwezo wa Adam. Sasa baadaye akawa katika hiyo hali. Sasa Adam tayari amenyang'anywa nguvu. Huyu shetani sasa akaanza kumtawala Adam kupitia ile dhambi. Sasa kwa sababu dhambi iliingia na kifo, sasa shetani akawa baba wa giza. Hata giza, unaangalia giza sio kwamba lilitengenezwa. Mungu ni Mungu wa haki, Mungu ni Mungu wa nuru. Hajihusishi katika mambo ya giza, hajihusishi katika mambo ya dhambi. Kuna watu wamekuwa kusema si Mungu ndo alitengeneza hiyo dhambi akaileta. Ni uongo. Mungu hahusiki na kutengeneza chochote kibaya, kwa sababu ametengeneza mwanadamu. Mwanzo inasema akaona kila kitu ni chema. So Mungu katika uumbaji wake aliumba kila kitu kizuri. Chochote kibaya Mungu hajakiumba. Isaya 14, twende Isaya 14. Sasa baada ya sasa Yesu atakuja, Yesu ndio atakuja sasa kumnyang'anya ile mamlaka shetani. Tayari anamtawala Adam. So mpaka Yesu ndo anakuja kumnyang'anya ile mamlaka, lakini muda wote kabla Yesu hajazaliwa, huyu Adam ameuza nafasi yake kwa Lucifer, kwa shetani. Sasa kama vile Esau alivyouza nafasi yake kwa nani? Kwa Yakobo. Sasa basi Isaya, twende tukasome the book of Isaiah 14. Tuangalie Isaya 14 pale, tuanzie mstari wa 11. Tuanzie wa 10. Hao wote watajibu na kukuambia, je, wewe nawe umekuwa dhaifu kama sisi? Wewe nawe umekuwa kama sisi? Wanaanza kumcheka shetani kwa sababu si ndio amekuwa kitawala. 11. Fahari yako imeshushwa hata kuzimu, na sauti ya vinanda vyako funza wametandazwa chini yako, na vidudu vinakufunika. Huyu ni Isaya
anaongea wana wa Israeli, lakini anamtaja Lucifer. Huyu ni shetani. Kiswahili inasema, jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni ewe nyota alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa ewe uliyewaangusha mataifa. Kwa Kiswahili hauoni, anamtaja tu nyota alfajiri. Katika mahubiri ya nyota, nimehubiri mahubiri ya nyota, tukaona kwamba nyota ilikuwa inaashiria malaika, ilikuwa bado ni ishara ya kuashiria malaika. So katika version ya Kiswahili hapa anatumia mfano wa nyota. Wengine wanazitumia kama nyota za mafanikio, sijui zimeibiwa na nini. Watu wameshindwa kuelewa maandiko. So English version ndio inamtaja kabisa, inasema, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning, how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations. Ameangusha mataifa. Huyu ni Lucifer anaongelewa hapa. Isaya anamuona akiangushwa. Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni. Unasikia, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho za kaskazini. Hapa anamaanisha kwamba atainuka juu, atainuka. Alisema, alifikiria kwamba atainuka. Sasa pale alipokuwa amemtawala Adam, yeye akafikiria sasa atakuwa kila kitu na atatawala everything mpaka mwisho. Atapanda katika mlima, atapanda juu kujinua zaidi ya nyota za mbinguni. Sio kwa Mungu, sio tu kwamba atajinua mpaka kwa Mungu. Hapana, nyota za Mungu. Amesema nyota za Mungu katika mlima wa makutano katika pande za mwisho za kaskazini. Kimwili anajinua juu, kinafsi anajinua katika mind, katika mawazo, kutawala mawazo wa wanadamu. 15 nasema, lakini utashushwa mpaka kuzimu. Uta, sio ume ama una, uta. Kumbuka tuko katika Agano la Kale. Basi, lakini utashushwa mpaka kuzimu, mpaka pande za mwisho za shimo. Atanyang'anywa mamlaka. Isaya anamtabiria. 16 nasema, wao wakuonao watakukazia macho, watakuangalia sana wakisema, je, huyu ndiye aliyetetemesha dunia? Huyu ndiye aliyetikisa falme. 17, aliyeufanya ulimwengu ukiwa, akaipindua miji yake, asiyewafungua wafungwa wake waende zao. Alikuwa na nguvu, amekuwa na nguvu za kumshika mwanadamu. Akikukamata hawezi kutoka. Mpaka leo kuna watu wanamwabudu na kumwamini, na wakati alinyang'anywa mamlaka. So wafalme wote wa mataifa wamezikwa, wote kwa heshima, kila mmoja ndani ya nyumba yake. Isaya akaendelea na mambo ya wana wa Israeli ya kutabiri. Ndio maana maandiko lazima yafafanuliwe. Maandiko yanafafanuliwa na neno. Agano Jipya linafafanuliwa na Agano la Kale linafafanuliwa na Agano Jipya. Agano la Kale ni giza, ni mambo yasiyoeleweka, mambo yasiyofahamika na kutambulikana. Lakini Agano Jipya ndilo linatumika kufasiri Agano la Kale. Ukisoma katika Agano la Kale kwamba tunatafsiri scripture na scripture, utapotoka wewe na kupotosha watu wengi. Kwa sababu Agano la Kale ni giza, Agano Jipya ni nuru. Ili uone kitu gizani lazima utumie nuru, lakini watu wameshindwa kuelewa hicho kitu. Nasikitika watumishi wa Mungu wameshindwa kuelewa kabisa kwamba unafaa kutumia jipya kumulika la kale upate maana. Ukiwa katika la kale hauwezi kupata maana. Sasa huyu anaongelewa ni Lucifer. Alafu sasa tuende kwenye hiyo nuru sasa. Tuangalie. Isaya alikuwa anaongea na wana wa Israeli hapa kweli, ama alikuwa anaongea na mfalme wa Israeli, ama mfalme wa jamii hizo za zamani? So tuta confirm na Luka, the book of Luke 10. Kitabu cha Luka 10:18. Tusome mstari wa 18 peke yake. Nasema, akawaambia, nalimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Huyu ni Yesu anaambia wanafunzi wake. Baada ya kuona ameanguka kama umeme, sasa anawaambia, tukiendelea mstari wa 19,
tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu za. Hiyo story tunaijua. Wakati walishangaa wanasema tunashangaa bana, shetani naye amekuwa chini yetu, kwa sababu unajua alikuwa juu siku zote, miaka yote kwa mababu. Tunashangaa shetani naye bana mapepo yametutia. Akasema kwa nini? Anawapa sababu kwa nini mapepo yametii. Nilimuona shetani akianguka kutoka mbinguni. Na maana tayari shetani amekusha anza kusarenda wakati bado haja tukuzwa. Tayari anaanza kuangusha falme za shetani na kumtoa katika ile nafasi ambayo alichukua kutoka kwa Adam. Sasa baada ya hapo ndo anasema tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka. Huyu ni yule sasa anatoka katika ile nafasi. Huyu shetani sasa ameanguka kutoka wapi? Shetani akaanguka kutoka mbinguni kama umeme. Mbingu inayoongelewa hapa sio mbinguni kwa Mungu. Kwa sababu kama ukisema alitoka mbinguni kwa Mungu, ina maana shetani muda wote basi alikuwa na Mungu. Wakati wa manabii, wakati wa kina Noa alikuwa na Mungu. Kwa sababu kuna muda huyu shetani anashushwa, anashuka kutoka mbinguni, na anayemshusha sio Mungu. Sio Mungu kwamba aligombana akamshusha nini. Katika kazi ya Kristo, Mungu kupitia Kristo ndio anamshusha kutoka katika kiti ambacho alimnyang'anya Adam katika bustani ya Eden. Tutaangalia confirm katika Revelation kuna kitu hapa atatuambia. Ufunuo wa Yohana 12:10 inasema hivi, nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na malaika na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Unaona huyu mtu sasa, huu ndio wakati anashushwa, amekuwa akishtaki watu. So ukisema kwamba shetani alikuwa mbinguni kabla ya Mwanzo 1:1, ina maana alikuwa na washtaki wa kina nani sasa? Kwa sababu mwanadamu anatengenezwa katika Mwanzo 1. Alikuwa anamshtaki mwanadamu gani? Ni kutokuelewa maandiko. Nasikitika sana. Yaani mimi nashangaa sana na wachungaji, watumishi wa Mungu, wainjilisti na walimu na mitume. Tunasambaza uongo kabisa katika dunia na makanisa. Hali hatutaki kuelewa maandiko. Ngoja sasa niwaambie, Anko Mjomba niko hapa kuwaambia, jamani, injili haipatikani shuleni. Hauwezi kwenda shuleni alafu kahubiri injili. Haiwezekani. Utahubiri historia tu na habari tu za wanadamu ambazo ulizipata wakati umezaliwa, na utabaki katika hilo, na katika hiyo Kristo hayumo. Tutafikiri tunamjua Kristo, kumbe hatumjui. So shetani, Ufunuo 12:10 inasema vizuri, and I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength and the kingdom of our God. Yani inakuja ufalme. Wakati ufalme unakuja ndio huyo mtu anaangushwa. Na the power of his Christ, of the accuser of our brethren, is cast down, which accused them before our God day and night. Huyu amekuwa akishitaki hawa watu usiku na mchana. Akishitaki, akiwashtaki kina Ayubu, tumeona akifanya nini, akifanya nini. Alikuwa na nguvu, wakati wa manabii alikuwa na wasumbua na watesa, ana hivyo kifo nini. Lakini sasa huyu mtu anashushwa. Angalia, anasema nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu. Wakati gani? Sio katika Mwanzo, wakati wa Kristo. Sasa wakati atakufa sasa akuifia dunia, na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu. Anatupwa wakati Kristo atakufa na kushinda mauti. Yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. So wakati amekuwa akishtaki, ndio maana uliona pale wakati tusoma katika Isaya kule wanasema wakamshangaa, na wewe umekuwa na nguvu tena kama sisi. Unaona? Sasa anashushwa mpaka kuzimu kutoka katika kiti cha mwanadamu. Mwanadamu anarudishiwa ufalme. Unaona sasa?
Oh, eti shetani amekuwa mbinguni. Hebu tuone Yohana 12:31. The book of John 12. Let's read verse 31. What does it say? What does it say? Now is the judgment of this world. Now shall the prince of this world be cast out. Sikiliza. Sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje. Sasa ni saa ngapi? Ndio sasa wakati Yesu alikuwa anaenda kumrudishia mwanadamu mamlaka. So wakati tunaongea saa hii ndio alitupwa. Sasa tayari sisi ndio tuna nguvu kuliko yeye. Mimi nina nguvu kuliko shetani. So siwezi yani nyinyi bado mnamwabudu, bado mnamtetemekea, mnamuogopea. Ati sasa hii inasemekana alitupwa kutoka mbinguni. Sasa watu wametangaza uongo kwamba kwa sababu alitoka mbinguni na mamlaka, so anaendelea nayo. Ushaona? Yani mpaka leo shetani anasema ndio Mungu mtawala wa dunia. Mtawala wa dunia ni mimi. Shetani alinitawala katika Agano la Kale, alikuwa na mamlaka. Alikuwa hajashushwa kutoka mbinguni. Mbingu gani? Mbingu ni mbingu sio place, mbingu sio sehemu. Mbingu ni knowledge yako, wewe unaelewa nini? Mbingu ni ile niliwaambia katika Mwanzo 1:3, Mungu akaumba anga, kaliita mbingu. So katika hali ya kawaida physical, hilo anga tunaloliona hapo juu ndio shetani alitolewa hapo. Lakini katika hali ya kiroho ni katika knowledge, ile akili yako. Shetani anatawala yale mawazo yako. So mpaka leo nashangaa watu wanaangaliaga juu, wanasema wanamshusha mkuu wa anga. Eti kwa sababu alizuia Danieli. Kipindi hicho alikuwa hapo juu. Lakini baada Yesu anakufa hapo juu akang'olewa, ndio sasa unaona akashushwa kutoka mbinguni. Mbingu ni hiyo sasa tunayoiona hapo juu kwenye anga la nyota hapo. Hiyo ni kibinadamu. Lakini kiroho it's a different matter. Ndio maana watu wanasema trenda mbinguni. It's because you don't know what heaven means. That's why you are saying that we are going to heaven, we are going to heaven. There is no heaven you are going. Hakuna mbingu unayotarajia kwenda. Mbingu sio sehemu, mbingu sio place ya physical hivi utaiona. Mbingu tumepewa na tukakabidhiwa na tunayo. So mimi nashangaa mpaka Mkristo kabisa, mtu mwana wa Mungu anasema mimi ni mpitaji, mimi napita zangu kwenda mbinguni, nitaenda mbinguni siku moja. Yani Wakristo tumekuwa ni watu hatuelewi maandiko, tumekuwa wabishi, kila mtu anajua. Sasa angalia uongo tumekuwa tukiutangaza. Umeona sasa hapa? Yes. So atatupwa nje. Nami nikiinuliwa juu. 31 msema sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa wapi? Nje. 32 nasema nami nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu. Sasa pale yani hapo ni kwamba anainuliwa. Pale ambapo tuliona sasa baada ya ufufuo anainuliwa. Tunaona anainuliwa. Sasa ile kuinuliwa katika macho kibinadamu, alikuwa anainuliwa kwenda juu hivi, kuangalia kama unaenda juu hivi. Lakini ile ni ishara tu. Katika hali ya kiroho ina maana sasa alikuwa anaenda kwenye ile mamlaka ambayo anafaa kutuingiza katika ulimwengu wa roho. Ndio maana akasema katika Mathayo 19:24 utapata pale kwamba walionifuata katika ulimwengu mpya. Sasa wewe unasubiri mbingu gani? Mbingu gani unaisubiri? Sasa unaona kwamba anatupwa nje. Anatoka yani tuseme kwamba sasa halikuwa ndani na watu akiwatesa. Anatupwa nje. Anamwacha mwanadamu wapi? Mwanadamu anabaki ndani. Sio kama tunaelewana? Ndani. Sasa mimi ninakuwa na shangaa sometime na watu kwamba unakuta mtu anasema mimi kila siku napambana na shetani usiku, nikiamka asubuhi
shetani napambana mapepo na nguvu za giza. Aya, wengine kila siku usiku wakati kwenda kulala lazima apambane na shetani. Wengine makanisani everyday, dini zetu lazima kila siku tupambane na shetani. Sasa mpendo, jiulize, unapambana na shetani ukiwa naye wapi? Kwa sababu hapa yeye anatolewa, anaenda nje ya fence kabisa, nje ya ukuta. Sisi tunabaki ndani. Sasa kama unabaki ndani, unapambanaje na shetani? Ina maana wewe uko nje na shetani. Kwa nini uko nje na shetani? Ukiona unapambana na shetani, mpaka wengine wameamua kutangaza uongo na kuwa waongo watumishi wa Mungu, kwamba yule ambaye hapambani na shetani huyo ni wa kwake, yule anayepambana huyo ndio wa Mungu. Yani mnabadilisha injili kuwa vitu vyenu na tamaa zenu wenyewe. Yani tunamfanya Mungu kuwa muovu, kwamba Mungu sasa ni wa giza, ndani yake kuna giza. Yani kwamba watumishi wa Mungu mnatia huzuni sana, yani mnatia huzuni kwamba anayepambana huyo ndio wa Mungu, ambaye apambani na shetani huyo ni wa shetani. Aje sasa? Una maana kwa shetani kuna amani? Yani Mungu amekuwa muovu, sasa yeye ndio ana giza, ana vita, alafu shetani sasa ndio amekuwa mfalme wa amani, si ndio? Hebu acha kabisa kuhubiri uongo kwa watu. Utajibu. Sasa ndio pale Yohana 15 mstari wa 4 anasema hivi, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine. No more can ye accept ye abide in me. Nitarudia hapa. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine. No more can ye except ye abide in me. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Sasa kwa nini unapambana na shetani? Kwa sababu uko nje yake. Ukisema unapambana uko ndani na unapambana na shetani, kumbe shetani na yeye basi anakaa ndani ya Yesu na Yesu ndani ya shetani. Hivyo ndivyo sasa hebu angalia mlivyobadilisha injili kuwa vitu vya vituko. Yani umekuwa injili umebadilisha, imekuwa upuuzi kabisa. Yani kwamba uko katika ufalme, uko kwa Yesu, unapambana na shetani. Kwa sababu hatuelewi maandiko. Shetani alishushwa akatoka nje, na ameshushwa kutoka mbinguni wakati wa Yesu. Sio mnadanganywa eti alishushwa ndio akaingia kwa Adam kule. No, shetani anashushwa kutoka mbinguni, na sio mbingu ya Mungu anayeishi. Ametoka katika ametoka mbinguni akashushwa, na maana ametolewa katika uweza na ufalme aliyomnyang'anya Adam, akarudishiwa Adam. Sasa ukiona uko nje kwa sababu ametupwa nje, tumeona katika Yohana 12 ametupwa nje. Sasa ukiona unapambana na shetani, ujue uko nje na yeye. Aliye ndani hana muda wa kupambana na shetani kwa sababu hawaonani. Nafikiri hiyo inakutosha. Nimekupa maandiko ya kuthibitisha, so hakuna, ukiwa na swali utasema. So wapendwa, ni uongo mkubwa sana na uongo uliokomaa kusema shetani amekuaga na Mungu mbinguni na wakagombana. Umeitoa wapi? Dunia inaanza na mwanzo. Wewe na shetani na mbinguni mumeitoa wapi? Katika kitabu gani? Katika kitabu kipi? Mimi nasikitika sana na watumishi wa Mungu. Bible school haitusaidii chochote. Biblia, soma Biblia mwenyewe na uwe katika position ya kuelewa. Understand the Bible through the New Testament. Biblia inasema tukafanywa kuwa wahudumu wa Agano Jipya, sio waandiko. Lakini sisi tumekuwa wahudumu wa maandiko. Hatutaelewa kabisa maandiko mpaka siku tutaelewa kwamba Kristo ndiye anafafanua maandiko. Ndio maana akasema katika Yohana 5:39 kwamba mnayachunguza maandiko mkidhani kuna uzima mule.
Lakini hayo yanashuhudia mtu, yanamshuhudia Kristo. So mimi huambia maandiko sio neno la Mungu. Biblia sio neno la Mungu. Ndio maana mekaa katika Biblia na tunashindwa kuelewa. Tunahubiri uongo. So mpendwa, shetani hajawahi kuwa mbinguni wakagombana na Mungu hata siku moja. So tuelewe maandiko. Shetani na Mungu wapi na wapi? Shetani alitengenezwa kumhudumia mwanadamu na malaika wote. Kumhudumia mwanadamu, sio Mungu. So hata hakuna malaika anayemhudumia Mungu. Malaika anamhudumia mtu. Na walitengenezwa hapo katika bustani ya Edeni wakiwa hapo. Wanihudumie mimi. So hata Yesu, hata mpaka Yesu anakuja, malaika walikuwa hawajamuona. Ndio wanamuona, wakaambiwa sasa muabudu kwa sababu wamemuona. So tuelewe maandiko wapendwa, tusipotoshwe. Endelea kufuatilia mahubiri haya katika Facebook God with People. Andika tu God with People kwa Kiingereza ama kwa Kiingereza sorry, ama andika Uncle Mjomba pale. Na Facebook kwa Mjomba kuna mahubiri, lakini pia kwa TikTok kuna neno na maneno, kuna mahubiri pale. Tukiwa Uncle Mjomba anatimamii pale. Barikiwe sana mpendwa, na atuseme ubarikiwe sana, si tukusha barikiwa. Hakuna baraka tunazozingojea. So kama una swali unauliza. Thank you.